Je, hivi ndivyo tulivyokubaliana? Ndio, hivi ndivyo tulivyokubaliana. Je, hivi ndivyo tulivyokubaliana? Ndio, hivi ndivyo tulivyokubaliana. Safi. Sasa basi, leo ndo siku ambayo tunatimiza jambo letu. Mmemwona huyu mtoto, tutamzika akiwa mzima, na huyu mtoto atakuja kuzaliwa katika kizazi kingine ama karne nyingine. Hivyo basi sisi tutakuja kupata nguvu katika ulimwengu huu, na kupitia mtoto huyu hakuna mwanadamu yoyote ambaye atakaweza kuja kutushika sisi na kutuzuia tunapoamua kufanya jambo letu. Je, hivi ndivyo tulivyokubaliana? Ndio, hivi ndivyo tulivyokubaliana. Na huyu mtoto tutamzika hivi hivi akiwa mzima, ili sisi tutimize jambo letu. Vipi? Mbona kama uko sawa? Sijakuzoea hivyo ndio maana ndio. Nachoka tu. Unaumwa? Hapana, sio. Au kuna tatizo na kusumbua? Ana basi tafuna ili mwili. Hata msoko sijapiga. Si ndo napiga hapo. Tunasafisha moja kwa moja. Sawa. Shika bwana. Au wewe mimi shemeji? Aniambie kinakusumbua nini? Ni kweli kuna kitu kinanisumbua, lakini sijui nianzie wapi au niishie wapi. Anzia popote pale. Jana usiku nilipolala
kuna ndoto nimeota, lakini ile ndoto inanichanganya. Yaani ni kama tuseme wanasemaga hii ni nini, mang'amng'amu, yaani unaona vitu ambavyo havieleweki. Unaelewa? Nimeota kuna sehemu tupo, yaani tupo watu wengi sana. Cha ajabu, niko mimi kwenye ndoto hiyo, wewe mwenyewe upo na mume wangu mwenyewe yupo. Alafu pale tuliposimama sisi, mbele yetu kuna mtu kasimama. Umeelewa? Ndio. Ni mwanaume kabeba mtoto, kamshika mtoto hivi. Alafu hapo mbele yake kuna shimo limechimbwa, niseme ni misili ya kaburi la mtoto mdogo. Kwa hiyo akachukua ile mtoto akamtupia hivi. Alipomtupia ule mtoto, kuna baadhi ya watu tuliosimama nao wakaja wakafukia hapo hapo. Hiyo ndoto hiyo, yaani ndoto ndani ya ndoto tena. Kuna mtu ananiingilia kimwili, lakini cha ajabu kushtuka na kujiangalia, kujichunguza, nakuta ni kweli nimefanyaje, nimeingiliwa. Nikaona tu labda ni kama kitu cha kawaida, kwa sababu hizo ndoto za kuingiliwa uwaga zinatokea, na uwaga ni hivyo vitu wanafanyaga majini mao. Lakini nikaingia kama na wasiwasi, nikasema hapana, hebu nijichunguze tena mara ya pili, mbona sijielewelewi. Kuangalia vizuri, nakuta kabisa ni mtu kabisa aliotoka kufanya tendo kabisa. Yani Noela, hiyo ni ndoto tu bwana. Tatizo una hofu sana, ndo maana. Ondoa hofu. Hiyo ni ndoto kama ndoto zingine tu. Potezea. Fanya kama hamna kilichotokea. Umesikia? Alafu uona, kumbuka mimi nilipokuwa mdogo, nilikuwa nikija Noela, mzee leo nimeota hivi, lakini unaniambiaje? Bwana, hizo ni ndoto tu. Basi na wewe hizo ni ndoto tu. Umesikia? Punguza shaka, ondoa hofu ndani ya moyo. Tatizo unajenga sana hofu ndani ya moyo, ndio maana unaota ndoto za ajabu ajabu hizo. Hizo ni ndoto tu. Usijali, mimi niko poa. Haya. Alafu nakwambia kitu. Mimi nataka nitoke kidogo, ili nikaoge. Natoka, baada ya muda kidogo tu nitarejea. Tutaendelea na mambo mengine. Basi sawa, kuna kila kitu ndani wewe utapika, basi nikirudi nikute mambo mengine. Hamna shida. Karibu. Karibu. Abe, Mafuta yangu umeweka wapi? hapo mezani angalia. Sawa. Nimesikia kuna mtu anagonga. Ni nani? Ni kweli kuna mtu alikuwa anagonga, lakini badala ya kuniita, nilivyogeuka sijamkuta tena. Hujamkuta? Hujamkuta kivipi? Sasa kipenzi, kuna siku mimi nimekuongopea. Nikwambia kitu? Punguza mawenge. Sina mawenge. Nimekwambia punguza mawenge, acha ubishi, Hivi ukumbuke hata shule tulipokuwa tunasoma darasani, umenielewa? Tunapiga kelele. Mwisho wa siku nasikia zi. Tunasema shetani kafanyaje? Shetani kapita. My dear. Sina mawenge yoyote. Sio niacha nakula.
Hodi imegongwa ya kwanza, nimejibu. Ya pili, nimetoka nje, nimemkuta mtu hapa. Kwa nini kudanganye? Nilivyoangalia huku, nimeangalia huku sijamkuta. Badala tu ya wewe kuniita kuniuliza perfume iko wapi. Sijamuona. Lakini ninachoongea nina uhakika nacho. Alafu isitoshe. Mchafu. Kweli? Hebu acha kunitisha bwana, umenisikia? Sikutishi. Ni kweli hiki ninachokiongea nina uhakika nacho. Basi mimi natoka. Nitarudi baadaye kidogo. Umenielewa? Nenda. Wewe nishakwambia mimi natoka, nitarudi baadaye kidogo. Kwa hiyo nenda kaendelea na mambo yako ndio unafanya ndani. Sawa kipenzi. Jiangalie uko nakoenda. Nakupenda. Nakupenda Zawadi. Haya sawa. Hivi. Huyu anachoniambia ni mawazo ni kweli? Au macho yangu ndio yanasema ukweli? Ila mimi nilipokuwa ndani nachezea simu yangu, kuna mtu kabisa nimesikia anagonga na nimemuona. Kwa nini aniambie mawazo? Hapana, hapa kuna kitu. Niko poa ndio. Mimi naitwa Abdulkader. Wewe utakuwa unaitwa nani? Jina langu la nini na ninakusaidia nini hata nikikwambia? Ni kweli una haki. Na una kila sababu ya kuuliza. Kwa sababu kikawaida huwezi kuuliza jina ukajibu kwa haraka haraka. Lakini mimi sio mkaka mbaya. Ni mkaka mzuri sana. Nikiwa nauliza nina maana yangu. Sasa nikakutajia jina langu. Wewe niambie ulichonisimamishia kitu gani ili nijue. Maana naona ninapotezea muda wangu na safari zangu nilikuwa naenda huko. Nitazame macho yangu. Pia tazama macho yako. Yaani macho kwa macho. Ulishawahi kuniona wapi? Je, unanikumbuka? Hana sikukumbuki. Niangalie vizuri. Yaani niangalie vizuri kabisa. Macho kwa macho. Wewe hapo. Unanikumbuka mimi? Hebu nitazame vizuri, nitazame. Tazame mimi. Yes. Ndio mimi. Ni macho yangu au ndo ile ndoto? Hakuna cha ndoto hapa. Hayo ni maisha halisi. For now. Nisikilize kwa makini. Kama ilivyo ada, naitwa Abdulkader. Naomba nikwambie kitu. Sura yangu ina pande mbili. Hii ya kwanza ndio pande uliyoiona wewe. Na wengi wanaifahamu. Lakini pande yangu ya pili ni mbaya vibaya. Kama mkubwa ukimwekea sura yangu ikiwa ya upande wa pili, hata niogopa kiasi kikubwa. Sijui mtoto itakuwa. Katika tumbo lako wewe umebeba kiumbe changu mimi. Mbona sielewi? Kwa hiyo hauruhusiwi kutoa hiyo mimba. Mvua, jua, mawio, machweo, hairuhusiwi kutoa hiyo mimba. Mimba? Mimba gani kaka? Kimya! Alafu mtoto wangu ana thamani kubwa sana. Mtoto wangu ni muhimu katika maisha yangu. Mtoto wangu ni zaidi ya kitu chochote katika dunia hii. Nakwambia kwa utaratibu ili uweze kunielewa. Uweze kufahamu. Uweze kujua ina umuhimu kiasi gani. Hauruhusiwi kutoa hiyo mimba. Hauruhusiwi eti. Hauruhusiwi kutoa mimba. Hauruhusiwi kutoa mimba.
Kwa hiyo haitakiwi mimi nimpoteze. Mbona sikuelewi? Kaka. Ile ndoto nilokuhadithia asubuhi ni kweli? Kivipi? Ni kweli, ndio nimekutana na ule mtu. Wapi? Nimekutana na ule mtu na ananiambia kabisa mara mbili nimwangalie. Hii sura umeshawahi kuiona wapi? Unanifahamu, niangalie kwa makini. Na kweli mimi kumwangalia ni kweli ni yule ambaye nilofanya naye tendo. Wapi? Na saa ngapi? Nimeshakwambia nimekutana naye, na chengine alichoniambia ananisisitizia kuwa nisitoe mimba yake. Mimba yake? Kwani wewe una mimba? Hapana, mimi sina mimba. Nawezaje kufanya? Noela. Alana. Ni nini? Hii kweli ni mimba. Dalili zote zinaonyesha. Lakini mbona ni za haraka sana? Hii imekaaje? Mbona nachanganyikiwa katika kichwa changu? Mbona sielewi kinachoendelea mimi? Chichi. Abe. Ingia. Mzee. Poa. Natumaini hujaniangusha. Nitakuangushaje kwa hujazoea kama hizi ndo kazi zangu? Siwezi kukuangusha mama. Vipi mtu mwenyewe ndo? Haya ya kuhusu. Fanya kilichokuleta. Haya sawa, mzigo wako ni huo. Maelekezo. Maelekezo ni kidonge kimoja unaweka chini ya ulimi na viwili unaweka huko. Hata kufa. Kufa? Afya ili iweje sasa? Kwa nini unijui mimi? Mimi hizo ndo kazi zangu, nilitoa mimba kibao tu. Na sio kibao kusema nikuhesabia hapa na kuhesabia. Karibia 6. Nyingine nitoka kutoa hapo wiki iliyopita. Kwa hiyo usiwe na shaka kabisa, niamini mimi afi. Mimi mwenyewe hapo naliona sijafa, hujasikia chicha naumwa, hujasikia chochote. Ni mzima wa afya na hata nyumbani hawajui. Kwa hiyo hata usijali shuga. Kwa hilo ndio. Kuona niaminishie kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kipo sawa. Yaani ni nyie tu maelezo mfuate. Mimi sikai sana maana nyumbani huko sijapata poa. Basi sawa, fika salama. Kwa hiyo. Hivi nyinyi mshawahi kuzaa? Hapana. Nauliza kwa mara nyingi. Mshawahi kubeba bibi? Hapana. Nimekutana na wewe njiani. Nilikwambia Kiingereza? Nilikwambia lugha ambayo sio yako? Kwa nini unafanya vitu ambavyo nimekwambia kabisa usifanye? Je, unafahamu umuhimu wa huyu mtoto? Unafahamu wewe? Unafahamu umebeba kiumbe gani tumboni kwako? Unafahamu? Kwa mara ya kwanza nakuita jina lako, Noela. Noela. Sijaribu kufanya vitu ambavyo unajua kabisa vitakugharimu katika maisha yako.
Umesikia hayo maumivu uliyosikia? Umesikia hayo maumivu uliyosikia? Hayo maumivu utayapata mara 1986. Endapo utapoamua kutoa hiyo mimba. Endapo utapoamua kunywa vidonge. Ukiamua kutoa mimba kwa njia yoyote, maumivu hayo yatakuja mara 1686. Sasa kuanzia sasa hivi leo, ogopa sana saa ya kifo. Ogopa sana saa ya kifo. Hapo ndio nimewasamehe. Sasa fanya unachotaka kukifanya. Naomba msikilize basi mume wangu. Mbona unatoka chumbani unakuja sebleni? Zungumza na kusikiliza basi. Leo ni Jumapili, unaenda wapi? Naenda kazini. Mume wangu, kila siku Jumapili huaga unakaa nyumbani. Unaenda kazini hiyo kazi mpaka Jumapili ya sasa hivi? Nimepigiwa simu ya kazi ndio maana nakwambia naenda kazini. Asubuhi nimekwambia nimeota ndoto mume wangu. Kwa nini basi mume wangu usinisikilize? Kwa niache kwenda kazini kwa sababu nimeota ndoto? Ile ndoto ina maana. Hadi mimi nakuwa na wasiwasi mume wangu. Una akili gani mwanamke? Yaani niache kwenda kazini. Nikae tu niadisie ndoto. Kweli? Haya sawa. Nabaki nyumbani. Kesho unakula nini? Mume wangu nisikilize. Mimi sijakataa. Sio kuwa nikuwe. Lakini sasa ile ndoto kama ina maana ndani. Hebu naomba unisikilize. Alafu kitu kingine, mimi kama mkeo, labda nina vitu kichwani Mungu, usikute Mungu napo ananionyesha. Basi naomba unisikilize hata basi ninachokuambia. Mbona kuwa hivyo? Zungumza basi nakusikiliza. Zungumza. Tubaki nyumbani mwanangu. Mwanamke, kwanza kumbuka. Wewe mimi sikupaswa kuwa na wewe. Umenilazimisha eti. Umenilazimisha kuwa na wewe. Kuishi na wewe. Alafu leo unakuja unanipanda kichwani. Usiniambie mambo ambayo hayapo. Mambo yako. Atumeku. Ni nani kati yenu? Ni nani kati yenu? Sawa. Elezea shida yako. Sawa. Mganga, cha kwanza kabisa naomba unisaidie. Kuna ndoto ambayo inanichanganya na wala sielewi ufumbuzi wake ni upi. Nimeota kuna sehemu tupo watu wengi sana. Alafu kuna mtu kamshika mtoto. Alafu huyo mtu mbele yake kulikuwa na kaburi. Akamchukua ule mtoto akamuingiza ndani ya kaburi. Tuliokuwepo pale tukaenda wakafukia yule mtoto, lakini cha ajabu kwenye ile sehemu mimi nilikuwepo, huyu ndugu yangu nilokuja naye alikuwepo, na mume wangu pia alikuwepo. Sasa hapo ndo nazidi kuchanganyikiwa. Na chengine, ndoto ndani ya ndoto pia kuna mtu ambaye ameniingilia, na huyo mtu yani simuelewi. Hicho ndo kinachonishangaza zaidi. Na huyo mtu ameniambia kuwa nina mimba, na hiyo mimba ni ya kwake. Naomba unisaidie mganga ili niepuke na hili tatizo. Hapa nilipo sielewi kabisa kinachotaka kutokea mbele yangu ni kitu gani. Naomba unisaidie. Pole sana. Kwa sababu hiyo ndoto ina maana mbaya sana. Ndoto hiyo inaweza kukusababishia matatizo makubwa
pia inaweza ikawa ndio chanzo au sababu ya kifo chako. Kifo? Na hapo ulipo una mimba, alafu una mimba ya shetani, una mimba ya mtu mbaya, una mimba ya jini sui, yani mtu mmoja ambaye ni hatari. Mimba ya mtu ajabu alafu ni jini? Mbona sikuelewi mganga? Hebu nifafanulie basi ili nipate kujua. Nitakusaidia. Tutashukuru sana ukitusaidia. Sawa. Unaona hii? Ndiyo. Ni dawa. Utaichemsha na utakunywa siku 7. Hii itafanya hiyo mimba itoke. Sawa, nimekuelewa. Lakini ikisha toka, hakikisha unakuja hapa haraka sana. Sawa mtaalamu. Pokea kwa mkono wa kushoto. Nguku ya baba hili kwa bibi mdogo, kwa bibi mdogo spamage, 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 kwa bibi mdogo, kwa bibi mdogo spamage. Naweza mkaenda. Bibi mdogo spamage, spamage, kwa bibi mdogo. Mbona kazi kwa nyumbani? Mbona najikuta tuko nyumbani wakati tulikuwa hapa? Niliwaambia hii kazi ni kubwa sana. Hapa mnatembea na mashetani, na hiyo mimba ilikuwa nayo ni ya shetani. Kwa hata kinachofanyika hapa saa ingine anakijua. Kwa hiyo msichukulie jambo rahisi rahisi. Mnaweza mkaenda. Asante. Habari yako? Nakusalimia. Habari yako? Mwanadamu, nakusalimia. Habari yako? Salama. Mwanadamu, unaitwa nani? Kwa jina langu litakusaidia nini? Wanadamu huwa wanakutana na mambo mazito sana. Wanadamu huwa wanakutana na mambo magumu. Hiyo yote kwa sababu ya ubishi na ujeuri waliokuwa nao. Kama wewe. Wewe kwa sasa unapitia mambo magumu. Unapitia mambo mazito kutokana na ubishi uliokuwa nao. Mwanadamu, utateseka sana kama ukirudia ubishi wako, kama ukiendelea na ujeuri wako. Mbona sikuelewi, unamaanisha nini? Sio kila unayemuona ana nafsi ya binadamu. Ukinitazama unaweza ukasema mimi ni binadamu,
Hivyo basi, hivi karibuni utanielewa nini namaanisha. Umetaka kujua nini namaanisha? Bas! Nakusalimia tu. Nakusalimia. Nadhani umejua nini namaanisha. Na hicho ndo nilichokuwa nataka kukimaanisha. Ndani ya tumbo lako una kiumbe chetu. Una kiumbe chenye jamii kama yetu. Hivyo basi, hakikisha hicho kiumbe kinatoka salama. Kinakuwa salama, hakipitii matatizo yoyote. Ukijaribu kukizuru hicho kiumbe, wewe utazulika mara 2. Na tena kuanzia sasa hivi, na kiamuru hicho kiumbe, ukifika tu nyumbani kwako, kitakuwa cha miezi 6. Nadhani umenielewa. Noya, vipi? Nijibu basi, nakuuliza vipi? Alana, wewe ni msaliti. Mimi? Kwa nini umenikimbia? Wewe mwenyewe si unaona? Si unaona hali halisi? Mimi nilijitetea na mimi. Lakini naomba unisamehe Media kama nitakuwa nimekukwaza. Jitahidi Media. Jitahidi. Naomba ukae kwanza kidogo. Nyamaza basi, ngoja nikuletee maji. Nyamaza. Kilikuwasha nini? Unakitafuta nini wewe mwanamke wewe paka yaani unanibia mimi kazi zangu? Ujui kama mimi ndo kula yangu? Naomba unisikilize tafadhali. Sawa? Yule bibie yule nimefanya hivi kwa kusudi. Sawa? Kwanza analinga, anajivunia, anatunyali, ana mdomo mchafu katika mtaa huu. Wote wanamsema yeye tu. Na kitu kingine, hana busara. Na mimi nimefanya vile kwa kusudi. Nimechukua nazi ile nimeenda kuvunja njia panda.
kule. Mganga wangu ndo kaniambia kwamba yule mumewe siku anatoa mguu hapa, anaenda safari zake, alimwacha katika nini? Katika period. Haya, leo inakuwaje? Inakuwa mjamzito. Kwa hiyo mimi nimefunga vile mpaka mumewe atoke kule aje kumkuta na ujauzito ule. Haya, sasa nimekuelewa. Sasa umeenda kuchukua hiyo nazi, umeenda kuvunja njia panda. Wewe inakuhusu nini? Ndio nimefanya kumkomesha. Hivi shoga yangu, sikia nikwambie shoga yangu. Hivi ujue kama mimi ndo kazi zangu zile? Dada sikia. Tena nisikize kwa makini. Mimi ushoga wao baba yetu siwezi. Ushoga kuchekeana siwezi. Sijui unanielewa? Naomba kuanzia sasa hivi ninavyoongea hivi, mimi Chichi. Narudia tena, mimi Chichi. Uniache na maisha yangu. Maana umeniharibia mimi, yaani baadaye uniangalie mimi unamwangalia yule. Kisa ujeuri. Wewe ujeuri unakuhusu nini? Ujeuri si wako na maisha yake. Atajua mwenyewe na ujeuri wake. Umeenda kuniharibia mimi ili mradi mkomeshe yule ili iweje? Tena kuwa makini na mnachokifanya. Niko vizuri. Yaani niko vizuri kuliko mnavyoniona. Sawa? Nikueleze tu. Tena muwe na heshima. Sawa? Mnielewe hilo. Dada naomba ondoka. Ondoka sana kodolea mimi macho yako hapa. Mpuzi ni naomba ondoka. Sasa sikia nikwambie kitu. Mimi kuondoka naondoka. Lakini ukae ukijua na huyo shoga yako nishawakomesha. Au komesha nani? Mtoka ndo wazima wapi? Kwenda huko. Mpuzi ni wewe. Mami. Shida ni? Nini? Kwa nini unalia? Mimi mume wako eti nimerudi. Fly basi Nini kinakuuliza? Basi usilie basi. Kama unalia kwa ajili ya furaha acha hivi. Mami. Njeno. Au kuna kitu ulipotaka kuniagiza baba umesahau, umeniona chips nini huko? Haujala? Nataka chips? Kidali? Au kuna mtu kakuuliza labda? Puzi mkubwa wewe. Mimi niongea hapa vizuri tu. Na kubembeleza kwa umakini, na kubembeleza mke wangu. Nimerudi kutoka kazini siku nyingi. Nafika hapa nakutana na machozi. Shida nini? Shida nini? Ukaje kusema unalia nini? Niambia wewe nini kinakuuliza? Wewe. Iruka.